Nilikuwa kijana mdogo aitwaye Amir, nikiishi katika jiji lenye shughuli nyingi la Dar es Salaam, Tanzania. Maisha yangu yalikuwa yamejaa furaha na mapenzi hadi wakati rafiki yangu wa kike, Fatima, aliponiacha kwa ghafla baada ya miaka mitatu ya uhusiano. Niliumia sana, moyo wangu ukavunjika vipande vipande. Siku moja, nilipokuwa nikitangatanga barabarani bila lengo, gari la kifahari lilisimama karibu nami. Mwanamke mzuri, mwenye umri karibu 30, alitoka na kunifariji. Jina lake lilikuwa Dania, mfanyabiashara tajiri aliyefanikiwa katika biashara ya nguo na vito. Dania alinichukua, akinipa chakula na mahali pa kukaa. Alinifaa kila kitu, na baada ya wiki chache, tulianza uhusiano wa karibu. Amir, wewe ni zawadi kutoka mbinguni, aliniambia. Ndani ya miezi mitatu, tulioana katika sherehe kubwa iliyojaa muziki na densi za kitamaduni. Maisha yalikuwa mazuri, nyumba kubwa karibu na bahari ya Hindi, magari ya kifahari na safari za kila wiki. Lakini kitu kilianza kunifurahisha, Dania alikuwa akiniepuka wakati wa karibu zaidi. Alikuwa anasisitiza kuwa tunahitaji wakati, lakini moyo wangu ulianza kuwa na shaka. Usiku mmoja nilimsikia akilia kimya kimya chumbani. Nini kilikuwa kinamkera? Maisha yetu yalikuwa kama ndoto. Dania alinipenda sana, alinunua nguo mpya, alinitumia pesa, na kila asubuhi alinitayarishia kiamsha kinywa cha kitamu. Tulizunguka maeneo mazuri ya Tanzania, kutoka Zanzibar hadi Arusha, tukifurahia mandhari ya milima na bahari. Lakini hatua kwa hatua nilianza kuona mambo ya ajabu. Dania hakuwa na hamu ya karibu ya kimwili, aliepuka kugusa au kumbusu kwa kina. Usiku alikuwa anazungumza peke yake, akimtaja rafiki yake wa karibu Kevina, ambaye alitoweka miaka michache iliyopita. Kevina alikuwa kila kitu kwangu, alisema mara moja wakati tulipokuwa tukitembea ufukweni wa Coco Beach. Alitoweka baada ya ajali mbaya ya gari karibu na Dodoma. Machozi yalimtoka na alinifinya mkono. Nilimfariji, lakini swali lilikuwa moyoni mwangu, kwa nini anamtaja sana? Siku moja nilipokuwa peke yangu nyumbani, niliamua kutafuta majibu. Nilifungua drawer ya siri chumbani kwake, na ndipo nilipokutana na sanduku dogo lililofungwa. Moyo wangu ulianza kupiga kwa kasi. Je, ndani yake kuna nini? Sanduku lilikuwa dogo, lakini lilikuwa limejaa siri. Nililifungua kwa upole, na ndani yake kulikuwa na picha za zamani za Dania na mwanamke mwingine mzuri aitwaye Kevina, wakishikana mikono, wakibusu na kutabasamu katika maeneo mazuri ya Tanzania kama Bagamoyo na Serengeti. Kulikuwa na barua za mapenzi zilizoandikwa kwa herufi nzuri: Kevina wangu, wewe ni moyo wangu wote. Siku moja tutakuwa pamoja milele. Na kisha pete ya kimahaba iliyokusudiwa Kevina, iliyokuwa na maandishi: kwa Kevina, upendo wangu wa dhati. Nilishikwa na mshtuko. Dania alikuwa anampenda Kevina. Ndiyo maana aliniepuka. Nilifunga sanduku haraka wakati nikisikia milango ikifunguliwa. Dania alirudi nyumbani na tulikula chakula cha jioni kama kawaida, lakini moyo wangu ulikuwa umejaa shaka. Usiku huo nilimsikia akilia tena, akimtaja Kevina. Nilijaribu kumuuliza, lakini alibadilisha mada. Siku iliyofuata nilianza kutafuta maelezo zaidi. Nilipata diari yake iliyofichwa, na ndani yake ilikuwa imeandikwa, nilioa Amir ili kuficha ukweli wangu. Je, ukweli gani? Nilikuwa nimeingia katika mtego gani? Baada ya kugundua dayari, nilikabiliana na Dania. Kwa nini ulinioa? Nilimuuliza kwa hasira na uchungu. Machozi yalimtoka na akakiri yote. Amir, sikukuoa kwa upendo wa kimapenzi. Nilikuwa nampenda Kevina, rafiki yangu wa karibu. Tulikuwa wapenzi kwa siri, lakini ajali mbaya ilimchukua miaka mitatu iliyopita karibu na Morogoro. Jamii yetu haina nafasi kwa upendo kama huo, kwa hivyo nilikuwa ili kuficha ukweli wangu na kuishi maisha ya kawaida. Nilishikwa na mshtuko mkubwa. Nilikuwa kama zana tu katika maisha yake.
Upendo wangu ulikuwa wa uongo. Tulibaki kimya kwa wiki, lakini maisha yalikuwa yamebadilika. Nilianza kujitenga, nikitembea peke yangu katika mitaa ya Dar es Salaam. Siku moja, wakati nikiwa katika mkahawa mdogo karibu na Kariakoo, mgeni wa ajabu alinikaribia. Alikuwa mwanamke mwenye sura ya kutisha na aliniambia, Amir, unajua ukweli wote. Kevina si yule uliyefikiri. Moyo wangu ulianza kudunda. Je, Kevina ni nani hasa? Mgeni huyo alijitambulisha kama Salma, dada wa Kevina. Alinipeleka mahali pa faragha na kuanza kutoa maelezo ya kutisha. Kevina hakuwa rafiki wa kawaida wa Dania, walikuwa wapenzi kwa miaka mingi. Lakini ajali hiyo haikuwa ajali tu. Dania alikuwa na wivu mkubwa wakati Kevina alipotaka kumwacha na alihusika na kifo chake, au hivyo tulifikiri. Salma alionyesha picha na maelezo. Kevina hakuwa amekufa katika ajali hiyo. Aliokoka, lakini alificha maisha yake ili kujenga mpango wa kulipiza kisasi. Kevina yuko hai na anataka kulipiza kisasi kwa Dania kwa kumdanganya na kujaribu kumuuza, Salma alisema kwa sauti ya chini. Nilishikwa na hofu. Je, Dania alikuwa muuaji? Na sasa Kevina alikuwa ananifuatilia mimi pia. Nilirudi nyumbani, moyo ukipiga kwa kasi. Dania alikuwa amelala, lakini simu yake iliita. Nilichukua na kusikia sauti ya mwanamke, Dania, nimerudi. Na wakati umefika wa kulipiza. Ilikuwa Kevina. Usiku huo, milango ilianza kugongwa. Nini kitatokea sasa?